Na ndugu zangu ambao mnatufuatiliza katika channel yetu ya Harakati Muslim Beria Service, tukiwa kwenye jiji la Gauteng katika ziara ya kumpokea shekhe, nadhani tunataka tujielekeze ndani sasa ili tuone mandhari ya msikiti huu baada ya kumaliza sehemu ya makaburi. Tuingie katika kusikiliza na kutizama muono gani shekhe ataweza akautoa na kuhamasisha vijana wetu wa Kiislamu ambao bado wako na uwezo lakini hawataki kujishughulisha katika kutengeneza misikiti yake ya Allah subhanahu wa ta'ala. Shekhe, sijui msikiti unaona vipi na unafanisha na misikiti kama kule kwenu? Kwa msikiti mzuri sana ni kuonesha namna jinsi hao watu sasa hizi ngozi nyeupe maana kucheza pesa yao, kutaka kupoteza pesa yao kwa sababu ya Allah tabaraka wa taala. Ingawa kuna makosa fulani kwenye dini, lakini watu wanajitolea. Msikiti unashangaza kweli, tena ugenini hapa kwa mwenye msikiti mkubwa sana. Kwa kweli Sweden kuna misikiti mingi ambayo unaona, lakini kuna msikiti fulani sehemu kule kwetu wanaita Göteborg, ule ulitengenezwa na Wasaudi. Ni mzuri, ingawa huyu ni mkubwa kuliko wenyewe. Kuna mazingira tofauti, tumeona uwanja wa mpira, tumeona masomo, na huenda pako hata nasikia sehemu ya muhadhara. Kwa hiyo msikiti ni mzuri sana, ni mkubwa sana. Unapiga yani maana yake umeeneza kwa hospitali pia, maduka na yaona huku. Yani umeeneza shuruti za kupeleka gurudumu la msikiti kwenye ulimwengu wa leo. Hivi na kuhamasisha vijana katika swali la kutengeneza misikiti, maana vijana pesa wanazo. Unasemaje? Kwa kweli watu tusifu na zani kwamba hawa jamaa wana mapesa mengi sana ndio wanatengeneza msikiti. Ni moyo. Hizi hela zetu ndogo ndogo tukiziweka, tukajitolea, wallahi tutatengeneza msikiti. Sema tu sasa sisi tumelelewa mara nyingi kwamba tutaisha, tutatoka hapa tu, tutakufa. Sasa mtu anaona kama ni kuwekeza hapa, ni kutafuta hapa. Kumbe uhakika wa mambo, watu wengine wameelewa kwamba hapa ni njia ya muda mdogo. Kwa hiyo na sisi tukitegemea, tukijua kama hapa ni njia tu ya muda mdogo, ni tunapita, wallahi tutatoa hela yetu, na hela na kazi tunazo, na tutatengeneza msikiti wallahi. Lakini tatizo tunajua kama tunaishi watu wa Kiislamu. Nikukumbusha kitu kimoja, الدنيا تبكي على النفس، تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. نفسي zetu zinalilia dunia, lakini usalama wa nafsi unapatikana kuiacha dunia. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها. hakuna nyumba ya mtu taishi baada ya kufa illa allati qabla al-maut kana yabniha, isipokuwa ile ambayo kabla ya kufa alikuwa anajenga. Maana yake mtu inabidi uzingatie kwamba hapa tulipo duniani tuko tunajenga nyumba ambayo tutaenda kulala baada ya kufa. Tatizo letu sisi ni watu ambao hata kwenye maisha yetu ya kidunia tunakuwa tunatazama mbele ya kitambo, hatutazamaji kesho, hatupangage maisha ya kesho. Ndio mtu akipata hela anazila zote, kesho hamna. Na hilo limetupeleka kutojua kama hapa duniani tunapita, tuna nyumba ya kaburini tunaitengeneza. Kwa hiyo ukitoa hela yako unatengeneza msikiti, ni nyumba yako kwa kutengeneza. Huyu jamaa amekufa, tumeenda pale, tunaona kaburi lake pale mbele, na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah amewalaani Wayahudi na Nasara, walifanya makaburi ya mitume wao ni misikiti. Hii hadithi iko wazi kukataa kabisa alaka ya misikiti na makaburi, na haifai kusali kwenye msikiti kwa kaburi. Ndio maana sisi hatusali katika msikiti. Lakini hiyo ni katika upande ambao wana dosari hawa ndugu zetu sasa Waturuki wa Syria. Lakini tuende kwenye sehemu nzuri ambayo wako na sehemu ya kujitolea. Yeye anaitakidi kama akifa katika huyo msikiti wakamweka kaburi lake na hili jambo amejitolea, anapata thawabu. Ndio anaitakidi hivyo. Tutizame hii itikadi yake. Amelelewa kwamba hapa sio kwetu, amelelewa kwamba lazima aache sadaqatun jariya. Kwani sisi tunashindwa kufanya? Sisi tusifanye makosa, tusiweke kaburi kwenye msikiti lakini tujitahidi basi ule msikiti tuna. Sasa sisi tunakosa yote. Tunakosa kuandaa kwa sababu ya kesho, na tunakosa kujitolea. Sasa hawa jamaa unakutana na dosari upande wa dini
lakini upande wa dunia wanajitahidi kutafuta hiyo dunia akhera yao. Sasa sisi sio hivyo. Sisi upande wa dunia tuko na dosari pia, na pia kujitolea, hata kujitolea. Yaani ni kumbusho tu katika kuhamasisha nafsi na kuamsha nafsi. Tuko watu wengi, watu Waislamu Jobeke, tuko watu wengi Waislamu Deben, lakini tofauti ndogo ndogo zinasababisha tusiendelee. Allah tuongoze. Naam, mzangu Muislamu, kama nilivyomsikia shekhi wetu, Allah azidi kumpa afya na azidi kumhifadhi katika ziara yetu ili tuweze kuelimika mengi. Usisahau kufuatiliza channel yetu ya Harakati Muslim Beria Service. Anasema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man bana Allah masjida, yule ambaye atakayemtengenezea Allah subhanahu wa ta'ala nyumba hapa ardhini, basi na Allah subhanahu wa ta'ala sema atamjengea nyumba peponi. Njoo pamoja nasi katika gurugumbu hili ili tuweze kujengewa nyumba peponi na sisi insha Allah. Tutembelee ndani tuone mazingira ndani ili tupeane hamasa na moyo insha Allah.